Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Wasalimu wote katika jina la Yesu. Naomba mkae nyote. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru huyu Mungu ambaye amepata kuniwezesha, amenilinda, amenihifadhi mpaka nimefika kanisa hili la Nijogona manimu wapi huko? Mabwani. Hapa ni mara ya kwanza kabisa kufika, sijafika mimi huku. Lakini Mungu ameona vyema siku ya leo nikanyage katika kanisa hili. Mimi kwa sababu hii ni nyumba ya baba yangu, mimi si mgeni. Ninajisikia niko nyumbani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninanyenyekea sana chini ya uongozi wa watumishi hawa kunipatia fursa ya kusimama hapa mbele. Si rahisi mtu akuamini akupatie madhabahu yake. Si rahisi, imegharimu neema. Ni kwa neema ndio maana nimesimama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi jina langu naitwa Rachel Wanje Mbogo, nikiwa ni Mjibana, nimeolewa na Mama Toyo. Bwanangu ni Mamure Nyundo. Nimesikia mtu akisema Nyundo hapa, yule babangu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni bibi ya mchungaji David Changawa kutoka kanisa la Maranatha Pefa. Sisi kanisa yetu tulianzisha juzi pia mwaka jana kama hawa wenzetu. Hawa ni majirani zangu. Tulianzisha mwaka jana mwezi wa 6 tarehe 30. Hawa walianzisha mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa ni majirani zangu, tunapendana, tunashirikiana kwa ushirika. Juzi siku ya Jumanne jioni Mama Chialeda akanifuata akaniambia tunakualika katika ushirika wa kwenda kanisa letu kubwa. Kwa hivyo naomba tuwe pamoja. Ingawa si rahisi kwa sababu ilikuwa ni katikati ya wiki. Lakini kwa vile kanisani kwetu tuko na zile ibada za katikati, nilienda na nikaomba ruhusa na nikapewa. Bwana Yesu asifiwe. Salamu katika pokeni salamu kutoka kanisa la Maranatha Pefa Church. Pia pokeni salamu kutoka kwa mume wangu ambaye ndio pastor. Amewasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sitapoteza muda kwa sababu naona muda umeenda na sijui nisifanyeje kwa sababu naona time zimeenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Tutaenda katika neno. Neno letu la leo ni kuhusu kuwa kielelezo. Kuwa nini? Kielelezo. Mkristo ambaye uko hapa ni lazima tuwe nini? Kielelezo kwa wale ambao hawajaliamini neno. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa kielelezo ni nini? Kuwa kielelezo ni kuwa mfano mzuri wa kuigwa na watu. Mfano mzuri ambao mtu atasema ni heri kuwa kama mtu fulani. Uwe kama mtu fulani. Hata bwanako anasema nataka uwe kama mtu fulani. Ama mzazi anasema mtoto wangu napenda uwe kama mtoto fulani. Mtoto fulani ana bidii. Angalia alienda shule akafanya bidii akamaliza university sahia na kazi, angalia vile alijenga. Kwa hivyo mwanangu nawe nataka uwe mfano mzuri kama fulani. Huyo huwa ana kielelezo kizuri. Sisi wa Kristo pia ni tuwe na kielelezo kizuri. Hapa tunaona kielelezo hiki ambacho kilikuwa hapa ilikuwa ni kuhusu mtumishi wa Mungu Paulo. Alikuwa anamwandikia barua Timotheo ambaye alikuwa yuko gerezani. Paulo alikuwa gerezani akamwandikia barua pastor wake ambaye ni kijana wake, akamwandikia barua hii. Nataka tuisome. Hii barua alikuwa anaandikiwa huyo Timotheo. Paulo alikuwa wapi? Gerezani. Akamwambia kwamba awe kielelezo. Kama wewe ni kiongozi uwe kielelezo ili wale wengine wao wanafuata mwenendo wako. Na wewe Mkristo nawe uwe kielelezo kwa wale ambao hawajaokoka waone mfano wako. Sasa huyu Paulo alipokuwa gerezani aliandika barua nyingi sana.
nyingine ni hii ya Timotheo. Hebu tuangalie Timotheo 4:12 inasema nini? Timotheo 4:12. Naomba mtu anisomee. Timotheo wa kwanza 4:12. Ambayo inasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Tutasoma. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio, katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Timotheo alikuwa anaambiwa na Paulo kwamba awe kielelezo. Awe nini? Kielelezo kwa usemi. Sasa hapa alikuwa anamwandikia Timotheo. Timotheo leo ni akina nani? Ni sisi. Leo sisi ndio Timotheo. Tunaambiwa kwamba tuwe kielelezo kwa waaminio katika usemi, mwenendo, upendo, imani na usafi. Hizi ni ngapi? Usemi, mwenendo, upendo, imani na usafi. Ni 5 hizi Kwa hivyo tu Mkristo inahitajika awe kielelezo kwa hata maneno yake. Hata kwa nini? Maneno yako. Kama wewe ni Mkristo, hakikisha maneno ambayo unayanena yawe ni maneno ambayo yanampendeza Mungu. Si maneno ya kuropoka ropoka. Wewe ni Mkristo lakini maneno yako ni ya kuropoka ropoka. Mkristo unastahili uwe na maneno ya kukolea munyu. Amen. Uwe na hekima. Amen. Si maneno ambayo unajifanyia kujisemea tu. Amen. Na neno ambalo unalinena hakikisha ni zuri ambalo hata mwenzako ukimwambia hata kasirika. Amen. Kwa sababu jambo nataka kutendea wewe usimtendee ambalo hutaki mwenzako kuseme nalo na wewe na usimwambie. Amen. Kwa sababu kama wewe ukiambiwa utakasirika, kwa nini unamwambia mwenzako jambo hilo? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kusema ni kwa tunatumia nini kwa kusema? Mdomo na nini? Na ulimi. Ulimi tukiangalia, ulimi ni kiungo kidogo sana. Ulimi ni kiungo kidogo sana lakini kina matatizo mengi sana. Ulimi ni kiungo kidogo lakini inaweza kuharibu marafiki na majirani. Jirani yako unaweza kuharibiwa na nini? Na ulimi. Unaweza kuwa hugombani na mwenzako. Ni jirani yako lakini hamneni. Kwa sababu mlikosana. Mnakosea nini? Kwa sababu ya ulimi. Hata nyumba zenyewe zinaweza kukatika ni kwa sababu gani? Ya ulimi. Bibi akapigwa akamwambia nenda nyumbani. Nenda kwenu. Ni kwa sababu gani? Ya ulimi. Pengine mama ni mama ambaye yuko na nini? Na mdomo. Mama ambaye yuko na mdomo. Halo? Baba vitafaa. Mzee akiongea moja wewe shafika 10. Vitampendeza mzee? Unapigwa na unaenda kwa sababu ya mdomo wako mchafu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapa tunaambiwa tuwe watu wa maneno mazuri. Tunene maneno mazuri, si maneno ambayo hayaeleweki. Wewe Mkristo basi unaongea maneno hata yule ambaye hajaokoka anakuambia mama sasa shaokoka godishani maneno gani bro? Huyo ambaye hajaokoka anakukanya wewe ambaye umeokoka. Kila siku unakuja kanisani lakini ukitoka maneno yako hayaeleweki. Anakwambia sasa shika mnda kanisani mbona wani go? Hata maneno gani? Haya ni mambo ambayo hayampendezi Mungu. Kwa hivyo hapa tunaambiwa kwa usemi. Maneno yetu yawe maneno mazuri. Amen. Sisi ni barua ambayo inasoma na kila mmoja wetu atuonaye. Amen. Tunaona wale ambao wako nje huko. Wanajua kweli hawa ni Wakristo wameokoka ama wanafanya kupeleka wenzao. Sisi ambao tuko hapa kanisani tunaona kila mmoja ni Mkristo. Lakini wale wenzetu ambao wako kule gizani wanajua kwamba mama fulani yule anafanya kupeleka wenzake. Si Mkristo kabisa. Kama Ukristo ni wa mama fulani, sina haja kuokoka. Hata huko mbinguni mimi nitaenda bila kuingia kanisani. Maana anaona Ukristo wake ni bure kabisa.
Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaambiwa tuwe kielelezo hata kwa maneno yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uzuie ulimi wako na mabaya na midomo yako na kusema hila. Uongo, hila, uongo. Amen. Wewe ni umeokoka lakini uongo mwingi. Unaweka ahadi hapa kanisani ambapo kuna mchango, unaweka ahadi halafu utatoa. Unamdanganya nani? Unamdanganya nani? Unaweka ahadi wakati wa mchango, kama ni mchango, haya tunataka hapa pesa za mchango, nani atakayeahidi? Mimi shilingi 10,000 za midomo tu. Huwa ni uongo. Na hampendezi Mungu. Tunaona kwamba uongo huo ulimfanya Anania na Safira wakafa. Haleluya. Hivyo tuchunge midomo yetu, tusiwe waongo. Haleluya. Anania na Safira waliuza shamba yao, wakasema wanaenda kutoa pesa zote kanisani. Walipofika nyumbani, walipouza wakasema hizi pesa zote basi zile sikujengoleka hapa stabani. Haitawezekana. Unashonaje vile? Hasubuni mara pesa. Shule kunatakikana pesa. Jamani, unajua tunadaiwa. Halafu hizi pesa zote basi tusipeleke kanisani. Haitawezekana. Kwani mlunga nao na vipi? Ni. Na usitanye nusu fele hizi nyingine zote zingekunazo. Alipofika huko